Moyo wa ibada unatengeneza ulinzi kwenye maisha yako. Yaani kuna maadui ambao wewe huwaoni, hauwajui, na wengine unacheka nao kabisa. Wengine tena ndio namba moja, uko tayari kuwasaidia kuliko kuwasaidia ndugu zako, ukiamini ni rafiki wa karibu, kumbe ni adui mkubwa sana. Amen. Lakini unapokuwa na moyo wa ibada, yani automatically Mungu anatengeneza faraka kati yako na huyo mtu. Yani ghafla unashangaa unafika unavunjika. Ghafla tu unashangaa. Yani mara unafiki unakufa, ghafla mahusiano yanavunjika. Kwa sababu yani moyo wa ibada ulio ndani yako una ulinzi wa kimungu ndani yake. Bwana apewe sifa. Malaika wanakuwa wanatembea na wewe each and every second. Popote unapoinua mguu na wao wanafuata. Si wale majamaa wanavaa wale manguo ya kubana, wana vifua vipana, wanatembea na wana muziki wale, wanaita sima bodyguard. Wale hamna kitu kabisa. Wakipigwa na chini wale wanaenda kulazwa huko na majibu hakuna, wanazikwa mbali huko. Chini mapepo hawaangalii kifua ulicho nacho. Machini hayaangalii pesa ulizo nazo. Machini hayaangalii nafasi ama cheo ulicho nacho. Machini they don't care. Wenyewe wanaingia popote machini, muda wote, na wanafanya wanachotaka. Lakini ukiwa na authority, una mamlaka. Yesu anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yesu anasema ni vile watu wamekosa maarifa ya kiungu, wamekosa maarifa ya neno la Mungu, na wachungaji wachache sana ambao Mungu amewapa neema ya maarifa. Yesu anaposema nimepewa mamlaka mbinguni na duniani, tafsiri yake ni nini? Kwenye Wakorintho wa 2:17 anasema hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ina maana ukiwa ndani ya Kristo na wewe umepewa hiyo mamlaka. Kule mbinguni ukilifunga linafungika, hapa duniani ukilifunga linafungika. Ukisema kuanzia leo ninatamka ianze, hakuna pepo wala mchawi atakayekanyaga kwa jina la Yesu, ninafunga, inafungika hiyo ardhi yako.